Hujambo mwanafunzi, karibu katika somo letu la leo. Na katika somo hili tunaenda kuangalia aina za maneno. Na katika Kiswahili tunajua kwamba kuna aina mbalimbali za maneno kama vile nomino, vielezi, vitenzi, vihusishi, viunganishi na kadhalika. Kwa hivyo katika somo hili tutaanza kwa kuangalia aina ya kwanza ambayo ni nomino. Na katika Kiswahili tunajua kwamba nomino ni neno litumiwalo kumtaja mtu, hali, kitu au jambo fulani. Kwa hivyo pia unapata kwamba kuna aina mbalimbali za nomino. Aina ya kwanza ni nomino za kawaida. Ya pili, nomino za pekee. 3, nomino za kitenzi jina. 4, nomino za jamii au makundi. 5, nomino za wingi. Kisha nomino za dhania. Kwa hivyo katika kipindi hiki ningependa tuanze kwa kuangalia nomino za kawaida. Katika nomino za kawaida tunaelewa kwamba ni majina ya vitu vya kawaida. Na tunasema kwamba hizi ni nomino ambazo hutaja vitu kwa jumla. Nomino za kawaida ni nomino ama ni zile ambazo hutaja vitu kwa jumla. Kwa mfano, mtu, mji, kitabu, mtu, uwanja na kadhalika. Basi tusisahau kwamba nomino hizi hupatikana katika umoja na wingi kulingana na ngeli yake. Nomino hizi za kawaida hupatikana katika umoja na wingi kulingana na ngeli yake. Kwa mfano, mwanafunzi ni katika ngeli ya awa. Mzee katika ngeli ya awa. Kalamu katika ngeli ya izi. Kiti katika ngeli ya izi. Kwa hivyo mwanafunzi azingatie kwamba nomino hizi za kawaida hupatikana katika umoja na wingi kulingana na ngeli ya. Kwa hivyo nomino hizi zina wingi. Nomino hizi zina wingi. Kwa hivyo utapata kwamba kuna aina za nomino za kawaida mbalimbali. Kwa hivyo nimekupatia mfano tu ya kukuelekeza kuzitambua nomino za kawaida. Hivyo basi nomino hizo waweza kuzitungia sentensi. Kwa mfano, mwanafunzi amevaa sare inayopendeza. Mwanafunzi amevaa sare inayopendeza. Kwa hivyo utapata kwamba nomino za kawaida katika sentensi hiyo ni mwanafunzi kisha sare. Mwanafunzi kisha sare. Kwa hivyo kuna baadhi ya mifano mingi zaidi wewe kama mwanafunzi unaweza jifundisha. Kwa hivyo basi tuangalie aina ya pili ya nomino. Na aina ya pili ningependa tuangalie ni nomino za pekee. Katika nomino za pekee, kutokana na neno pekee. Kutokana na neno pekee, tunajua kwamba haya ni majina maalum ya watu, mahali, bidhaa na kadhalika. Tunajua kwamba haya ni majina maalum ya watu, mahali, bidhaa na kampuni. Kile ambacho mwanafunzi anafaa kuzingatia ni kwamba nomino za pekee haziwezi kubadilika. Zina upekee, haziwezi kubadilika. Hivyo basi hazina wingi. Mwanafunzi azingatie kwamba nomino za pekee haziwezi kubadilika. Hivyo basi hazina wingi. Katika nomino za pekee utapata mifano kama vile majina ya mahali kama vile Kenya. Neno hilo haliwezi kubadilika, lina upekee. Majina ya miezi kama vile Januari, Februari na kadhalika. Majina ya siku kama vile Jumatatu, Jumanne na kadhalika. Kwa hivyo mwanafunzi waweza tumia nomino hizi za pekee kutunga sentensi. Natumai umefurahia somo letu la leo na ningependa tuendelee zaidi na zaidi kujifunza kuhusu aina za maneno. Hadi kipindi kijacho, kuwa na wakati mwema. Asanteni.